Ninawasalimia wote nawasalimia. Ninawasalimia kwa maana ya kuonyesha moyo wangu mwema zaidi. Ninawasalimia wote, au mdogo au mkubwa au maskini au tajiri, maisha yote ninayapitia, maskini sana, na ndio maisha yangu, na ndio niliyoanzia. Mimi ni mtoto wa mkulima. Huyu mwanangu yuko juu, ni mtoto wa dada yangu. Amekuja katika mazingira magumu sana, kiasi kwamba mpaka nikamchukua kukaa naye. Nimefanya kazi ya kukata mkaa, nimefanya kazi ya kuvua samaki katika wilaya ya Igunga, maeneo ya Mkuta. Nimevua sana samaki ili kumfanya mkodini angalau naye aone mwanga wa elimu ya msingi, asome darasa la kwanza mpaka la saba. Nimefanikiwa akapata na itikadi kabla ya uchaguzi. Huyu mwanangu mkodini nimemjengea zamani sana, hata wakati kuja nyanya mashambani kwangu, mtu wa kuimbaimba, nakuja nyanya, nakuja manasi, anaswaga. Hivi shamba liwe salama, kwa muda mwingi alikuwa anaimba. Nikajua mtoto huyu anapata. Na sasa anaendeleza kitabu chake. Tumeshirikiana naye katika shughuli mbalimbali ili asikwamie njiani. Ananiambia mara nyingi, mjomba, mimi na kipaji, nataka kuimba. Mimi najisikia kufanya usanii. Mimi sasa sina hela. Sasa nimejitahidi mpaka hapo alipofika. Lakini nimefika mahali mimi nikaugua sana. Nimeugua ugonjwa wa kuvimba tumbo. Tumbo langu limevimba. Nimeenda hospitali, tumbo naambiwa limejaa maji. Nikatika damu. Lakini wakia nikisema nifanye zile kazi zangu mengi sana. Lakini wako nilikuwa panauma mpaka mgongoni panauma. Mwanangu mkodini amebaki ndio mpambanaji sasa wa kunipambania mimi maisha yangu. Lakini hapo na yeye anajifikiria maisha yake yatakuwaje. Anashindwa kuendelea na mambo yake huku akiendelea kunipambania mimi. Angalau anitoa amenishukuru katika uwezo wangu. Nimeenda mwingine mara kadhaa. Nifikia viwango vya kufeli. Anashindwa kulipa. Nikake tunaondoka tunafika kwenye kipimo, nalaza pale juu kule kwenye magorofa ya juu. Lakini hamna matibabu tunayofikia mwisho. Matokeo yake najifunga nyumbani. Na sasa hivi ninaumwa, niko hoi. Anaendelea kunipambania hapa alipo. Ametoka mashambani huko, ametoka kukata mkaa, anapambana ili apate hela nirudishe hospitali. Hana hela. Mwanangu anajitahidi hata alipo saizi amemaliza kupika chakula ili nile mke wangu alinikimbia, aliondoka kwa sababu ya ugonjwa. Lakini mwanangu hajamsikia. Hebu ndugu zangu wananchi, nisaidie nipate msaada wenu, nipate matibabu. Wengine wasanii kama yule wenye kipaji unaoumwa na kuugua kwa ajili ya kipaji cha kijiji, mmempenda, mmesikiliza nyimbo zake, mmesikiliza tungo zake, mahali aliposhirikishwa, mmeona moyo wake wa ushirikiano hata na wasanii wake. Lakini hana msaada huyu mtoto. Mtoto ananitegemea mimi nipone, nianze tena kumsaidia mimi. Yaani hapa mimi hawezi kusaidia. Lakini tuliomba buku la tatu kwa dunia. Nisaidie mimi nimesilike mtoto katika haya maradhi nilionayo. Na nikitoka kwenye maradhi na yeye msaidie pia atoke katika mazingira aniingie katika usanii. Ujione nyimbo zake. Ana tungo nyingi. Ana message nzito. Zingine ni mpya kabisa, message ya Azraeli kutoka kwa wasanii wengine. Lakini anashindwa kuzitoa, na ingia na kama jiwania analia. Anasema mimi ujumbe utafikaje kwa wanadamu? Natamani huu ujumbe wasikie wazi. Inawezekana Tanzania hii Mama Samia usikie, serikali usikie, na maujumbe ya serikali, na maujumbe ya kijiji, na maujumbe ya kindoa, na maujumbe ya kifamilia, anakaga na niambia. Ndio ni ndio mawazo na kutia moyo. Mungu yuko anua kwa sababu. Asanteni ndugu zangu wa dunia. Hebu tusaidieni na huyu mtoto. Nimetoka katika mazingira ya miaka kwa hapa sina ujanja.
Kila ninapogusa hospitali naambiwa 400,000, 500,000, 700,000. Tunapambana kufikia kwenye 300,000, hapo tunarudi tena nyumbani. Hatukai sana, tunarudi hospitali. Hapa nilipo nina mpango wa kuondoka niende tena hospitali. Juzi tu nimetafuta damu kabisa. Na pia nimeambiwa nirudi tena hospitali. Nitafanyaje? Sina hela. Sote namtegemea Kikobili. Labda angekuwa ameshainuka, sasa na mimi ningepambana na huyu. Angekuwa ameshanifikisha kwenye operation. Nimeambiwa nikafanyiwa operation kwenye uti wa mgongo. Kitu ilipasuka. Inatakiwa iende ndio nikawekewe gunzi hivyo ile msipa. Hata mtoto atatoa wapi leo? Hebu mtusaidie jamani, watu mnaoguswa, watu wa Mungu, watu wa serikali, watu wa vipaji, wasanii kama mwanangu Kikobili, na wengine hata kama ni wacheza mpira, hata kama ni watu wa aina gani, lakini mjinadi tu mnasikia na kuona na kuelewa haya ninayowaambia. Ndivyo nilivyo. Kwani usanii ndio mazingira ya maisha. Mungu awajalie sana, atawakumbuka pale unapotoa. Mungu anakuongezea tena kingine. Ndoo ikisha jaa, unapunguza kidogo maji, ndio unapata nafasi ya kuweka vitu vingine ndani ya ile ndoo. Lakini kama ndoo imejaa, alafu umekaa kwa imejaa, kila unapoibeba yanaenda na mwagika ovyo. Sasa ndio ni mafanikio yako ya mwagika ovyo. Hebu tuwekeeni kitu yale yaliyozidi ili Mungu aweke mapya ndani ya hizo vitu kama mafanikio haya. Tusaidia katika mazingira ya huu maskini, magonjwa, na kufanikiwa hata katika malengo na vipaji ambavyo mtoto wangu anazo. Asanteni sana leo. Ni watu wema sana. Watanzania ni wema, walimwengu ni wema, Afrika Mashariki ni wema, na mtafanya hivyo kwa kadri Mungu atakapowabariki. Mungu awe pamoja na